Wengi huwa wanasema kochi, mimi nina mawazo sana, mimi nikipata stress na nisumbua sana, naweza nisilale na overthink. Sikia, wewe sio overthinker, you are not overthinking. Ila nerves zako zipo kwenye matatizo. Nerves zako zipo kwenye survive mode. Na sio kama una matatizo sana mengi kichwani kuliko watu wengine. Unapokuwa na upungufu wa magnesium, mwili wako, akili yako inapata tabu kuyapuuzia mawazo mengine. Inapata tabu kuyakataa mawazo mengine. Sikia, ubongo wako una uwezo wa kusema hili swala lipuuzia, hili swala lichukua. Lakini unapokuwa na upungufu wa magnesium, unashindwa kupuuzia aibu, unashindwa kupuuzia majuto, unashindwa kupuuzia stress, unashindwa kupuuzia maumivu, unashindwa kupuuzia ugomvi uliogombana na mtu ambaye hata kama miaka 20 ilipita. Vitu ambavyo unataka kumove on, wewe huwezi kumove on kwa sababu una upungufu wa magnesium. Sikia kitu kimoja, tumbo lako linapokuwa inflamed, unapokuwa na tumbo chafu kutokana na ulaji wa vyakula matakataka, vyakula vibaya, tumbo lako linatuma taarifa ya hatari kwenda kwenye ubongo, kwa kuna kitu hakiko sawa. Utaanza kuwa na mawazo for no reason. Ni kwa sababu tu umekula chips. Ni kwa sababu tu umekula pizza. Ni kwa sababu tu umekula burger. Unaanza kuwaza vitu ambavyo hutaki kuwaza. Kukosa suluhisho la matatizo madogo ambayo tayari utakuwa umeshapatia solution. Ubongo wako unakuwa alert, unakuwa umejiandaa, unakuwa upo kwenye hali ya tahadhari hata kama hakuna kitu cha kupigana nacho. Unakuta sometimes hata mwili wako umechoka, macho mekundu, kila kitu kinauma, viungo vinauma, unahitaji kulala, lakini ubongo wako au hutaki kulala, unapanda kitandani saa 4 unalala saa 9. Kwa sio kama wewe ni emotional, sio kama ni dhaifu sana, sio kama mtu unapenda madrama, ila ni kwamba tu mwili wako haupo kwenye hali nzuri. So unatakiwa kurekebisha tumbo lako, unatakiwa uondoe inflammation mwilini mwako. Nilishaelezea njia nyingi za kuondoa inflammation: kupata mwanga wa jua, kutembea peku na kufunga, kunywa maji ya chumvi. Ukifanya haya, akili yako itaacha kupiga kelele, ubongo wako utaacha kupiga kelele, na uponyaji wako haupo tu kuwa positive wala kumuona therapist. No, uponyaji wako upo kwenye chakula, uponyaji wako upo gym, uponyaji wako upo mazoezi. Ukianza kufanya mazoezi upata discipline ya chakula. Sio kila uponyaji unahitaji vidonge na sio kila uponyaji unahitaji kumuona mtu fulani. Uponyaji mwingine unaanzia ndani yako, unaanzia kutokana na maamuzi yako unayofanya kila siku. Hauhitaji motivation kwenye hili, unahitaji kubadilisha mtindo wako wa maisha.